madhabahu hii. Amina. Tuambie na majina yako tafadhali. Majina naitwa Maneno Job Bozi kutoka Manyara Kiteto. Madhabahu hii imenitendea mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, imenitendea nimejenga nyumba kirahisi. Nimeanza kutafuta miaka mingi lakini sikufanikiwa kujenga. Lakini hivyo kuja kuchukua maji na mafuta kwenye madhabahu hii, nimejenga kirahisi zaidi. Makofi kwa Yesu. Namwombea mtumishi aishi miaka maradufu milele. Amen. Umemaliza? Shuhuda ya pili. Ndio. Shuhuda ya pili, nilikuwa na mgonjwa mtoto wangu. Alishindwa hata kuendelea na mtihani huko shuleni. Ndio. Jana nilikuja kuungana na hapa kwenye hii madhabahu hii, nilikuja kusali hapa. Ndio. Mtumishi akatuambia tuchane kesi. Nikaichana kesi. Mtoto wangu afunguliwe. Alipigwa upofu, alikuwa anasema naenda mbio. Nikaenda kwa madaktari wakampima, akasema moyo mbona uko mzima? Wakasema mbona mtoto ni mzima? Ndio. Lakini baada ya hapo nikasema hapa naenda kwenye madhabahu inayotenda. Ukasema unaenda kwenye madhabahu inayotenda. Ndio. Nikamleta jana nikachana kesi yangu. Nilivyochana kesi, leo hii ni mzima, niko nayo hapa. Leo hii ni mzima. Kwa sababu ya muda tunaomba utupungie mkono mtoto mahali popote ulipo. Tupungie. Okay, ndo huyo. Makofi kwa Yesu. Ulijisikiaje kaka baada ya kumwomba Mungu na ndani ya muda mfupi akakutendea? Nimejisikia furaha sana. Umejisikia furaha sana. Mungu ampe maisha marefu mtume Mwamposa, anasaidia sana. Mungu alituchagulia. Wenzetu mataifa mengine wote wanateseka, wana watumishi wa namna hii, lakini Mungu katuchagulia kutushushia hapa Tanzania. Amen. Makofi kwa Yesu. Ni kweli kabisa, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Wangapi huwa tunamwombea mtumishi wa Mungu? Tunapaswa kumwombea kila itwapo leo, tunapolala, tunapoamka, tumwombee mtumishi wa Mungu. Amina. Kwa sababu na yeye anafanyika baraka sana ndani na nje ya Tanzania kwa ajili ya maisha yetu. Karibu interpreter. Amen. His name is Maneno from Manyara. He's here glorifying God. He said he wanted to build a house for so long, but it was so hard for him. But soon after knowing this altar and after coming here and took anointing water and go to pour to the land, behold, now he has built a house in a very easy way, and now he's glorifying God. And again he said he had a child that he was very sick, and even he was blind, and the child stopped studies. So he brought the child yesterday to the altar of Arise and Shine, and it was the service of a raising case. Behold, soon after that, the child is free and is even here now. He's delivered and healed. He's delivered and healed. Glory be to Jesus. Amen. Barikiwa sana, endelea kusimama na Bwana. Arise and shine. Usiogope. Amini tu. Napenda kuishukuru madhabahu hii kwa yale aliyonitendea. Ndio. Mimi nilikuwa ni mgonjwa wa nani? Nilikuwa naumwa sana sehemu za siri. Yaani umeme ulikuwa umekatika. Ndio. Baada ya kufuatilia komba familia, ndio, nikaja nikamwaga maji ndani ya nyumba yangu.
Ndio. Baadaye asubuhi nilipoamka nikakuta nyoka mkubwa amekaa kwenye kisado cha unga. Ndio. Nilipomshuhudia huyo nyoka, ndio, ikabidi nitafute fimbo ili nimpige. Lakini nikakumbuka kwamba nina maji ya upako. Ukakumbuka una maji ya upako? Ndio, nikabidi sasa nichukue ile fimbo nimsogeze nimtoe pale kwenye kisado cha unga. Ndio. Nikamsogeza kweli, yule nyoka alikuwa ameshiba sana. Alikuwa ameshiba sana. Nikamsogeza, nikampeleka mpaka nje, alikuwa hana hata uwezo wa kukimbia. Ndio. Nikampeleka mpaka nje. Nikamwagia maji ya upako, akawa amepasuka. Kumwagia maji ya upako tu akapasuka? Akapasuka. Makofi kwa Yesu. Nyoka anapasuka kwa maji ya upako tu. Alivyopasuka akatokea panya. Ananuka sana, nzi walijaa pale nje. Panya akatoka ndani ya tumbo lake? Akatoka ndani ya tumbo la huyo nyoka. Baadaye aliyenisababisha kuijua hii madhabahu ni huyu mwanamke aliyetoka hapa, anaitwa Chausiku Kahindi. Okay, alishuhudia muda so mrefu mahali hapa. Ndo aliyenisababisha nikaijua hii madhabahu. Mimi nilikuwa mtembeaji sana kwa waganga. Ndio. Nilikuwa naamini sana waganga, lakini sikupata chochote kile ambacho kilinisaidia. Hukufanikiwa kwa ujumla? Yaani mimi na mume wake na Chausiku. Ndio. Maana nilikotokea mimi nikahama Kakola. Ndio. Lakini nipo Lindi kwa maslahi ya kulima, mimi ni mkulima. Ndio. Nalima ufuta. Kwa hiyo kwa ufupi nini kimefanyika juu yako? Kilichofanyika ndo nilishuhudia hiyo baada ya kufuatilia kombo wa familia. Ndio. Ndo nikakuta nyoka mkubwa amekaa. Baada ya nyoka kufa, nini kikatokea kwenye maisha yako ambacho kilikuwa hakiko sawa? Kilichokuwa kiko sawa, baada umeme ulikuwa umekatika. Ndio. Baada ya kutumia maji ya upako na mafuta. Ndio. Tayari nikawa najisikia vizuri. Amen, makofi kwa Yesu. Ongeza makofi kwa Yesu kama hiyo haitoshi. Ulijisikiaje kaka baada ya kutendewa hayo? Yaani nikawa nakula nikipata chakula, yaani najisikia sawa kabisa. Karibu interpreter. Amen. Brother there is glorifying what the Lord done to him. He said he had a challenge of his private part, and he was even unable to intimate, but he connected himself to Operation Deliver Family. On the next day, he saw a snake, and after pouring the snake anointing water, the snake exploded, and inside the stomach of the snake, it was a rat. There was a rat inside, and there was a lot of flies alongside because the rat was very smelly. But soon after seeing that snake, the brother is saying now he's delivered completely and he has no any pain while he's intimating. Glory be to Jesus. Amen. Barikiwa sana kaka, endelea kusimama na Bwana. Alight and shine. Mimi naitwa jina Mashaka Haji Mulingwa. Ndio, karibu. Nakuja kutoa ushuhuda wa mke wangu.